Sasa baada ya kuamka asubuhi, nimeamua kuwaleteni siri wa kina dada, na hizi siri hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukuambia, lakini kwa kuwa mimi nawapenda, naamua kuwaleteni siri muhimu sana. Siri hizi zinahusu namna ya kupata pesa kwa mwanaume, yaani namna ya kupata pesa kwa mchumba wako, namna ya kumfanya mpenzi wako hakupe hela pasipo na wewe hata kumuomba. Hizi ni siri ambazo zinatumiwa sana wadada wa mjini, tena wale ambao tumekutana nao nikawafunza, nikawapatia hizi mbinu. Lakini leo nimetaka ni share na wewe upate kujua siri hizi. Unajua kunakuwa na swala ambalo linaendelea kuzunguka katika jamii zetu, ambapo unakuta unatongoza mwanamke leo, kesho na kuomba hela. Aidha unapendana na mwanaume leo, wewe kumuomba hela tu akapotea. Yani imejua kwamba wewe ni mwanamke wa nini? Wa hela, na akikupatia labda mara moja hakupi tena hela. Kwa sababu gani? Nasema huyu mwanamke si mwanamke mzuri kwa maisha. Sasa ukitaka mwanaume wako anakupatia hela, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, kitu cha kwanza dada yangu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba love is reciprocal, yani mapenzi yana upande wote, si upande mmoja tu. Ili mwanaume akupatie hela, fahamu kwamba sisi wanaume huwa tuko watu ambao tuna mioyo safi kabisa, tuna upendo wa dhati kwa wake zetu, lakini pia kwa wachumba wetu, na tupo tayari kujitolea kuwapatia kila kitu ambacho tunakihitaji. Lakini tunaona sasa tunampatia nani? Kwa nini? Kwa njia hipi? Labda ukitaka tukupatie hela, kuwa wa kwanza kufanya hivyo kwetu. Mwanaume yuko hivi, unapompatia 1,000 tu anunue vocha, yeye atakuja kupatia 10,000 ukanunue vocha. Huyo ndio mwanaume. Umeona Unapomsaidia mwanaume kitu cha jelo, anasema kwa sababu ni vigumu sana mwanamke kumpatia nini? Kumpatia mwanaume pesa. Na hii ni kwa sababu wanajiaminisha kwamba siwezi nikampatia mwanaume pesa, ataona kwamba mimi labda nafanya nini? Najipendekeza kwake, naweza nampenda sana. Uongo, asikudangani. Unapompatia 500 mwanaume ambaye ana mapenzi ya dhati kwako, atafanya juu chini hakupatie 5,000. Yaani kwetu unakuwa kama unawekeza. Unaona Unapoleta msaada wa 200 unapewa 2,000. Huyo ndio mwanaume. Sasa unataka tu upewe wewe. Imagine mwenzako amekupatia kitu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kwanza mwingine. Yeye anakuhudumia tu, haujafikiria kwamba na wewe pia ni mtu anaweza kashukuru kwa kidogo ambacho unacho, kidogo ambacho nafanya unakachompatia. Hivyo haufikiri hilo. Kisha unataka kwamba mtu aendelee kukuvumilia. Kwa nini? Hasa nakuuliza swali dada yangu. Mpenzi wako ambao uko naye kwa sasa, anapoangalia vitu vyake vyote, aidha mnapoachana naye, unahisi kwamba atakukumbukia kwa nini? Kipi labda ambacho kinamfanya yeye akukumbuke akiwa anatembea, akiwa analala, popote aendapo? Mimi unajua kwamba mkiachana naye leo, wewe utamkumbuka kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo alikununulia, kuna baadhi ya nguo na mambo mengine ambayo siwezi nikahesabu, utayakumbuka hata kama umeachana naye. Sasa unafikiria yeye atakukumbukia kwa nini? Jaribu kufanya kitu ambacho na yeye mkiachana hakukumbuke kupitia kile kidogo ambacho nimfanyizia. Si kwamba eti mwanamke aweze akamsaidia mwanaume, hapana. Hata kama utajiri kiasi gani, fikiria kujiongeza kwamba na yeye anahitaji kupata kitu siku moja kutoka kwako ili akutape. Si unasubiria upewe, mwisho wa siku atakukimbia, na ndio maana anakukimbia. Basi niambie ndugu yangu mwanaume, huyo uliye naye kuna kitu chochote ambacho utamkumbukia iwepo mnaachana leo kama zawadi ambayo kukupatia? Niambie kwenye comment. Imeisha hiyo.